Moja ya kanuni ya kulinda vya Mungu ndani yako, hakikisha unatunza mawazo yako. Unatunza mawazo yako. Kwa nini? Kwa sababu tunalinda vya Mungu kwa kulinda mawazo yetu. Nikwambie mwana wa Mungu, adui akitaka kukutoa katika vya Mungu, kwanza kukutoa kwenye mawazo ya vya Mungu. Lazima aanze kukuondolea ule uwepo wa kuwaza mambo ya Bwana, wa kuwaza mambo ya Mungu. Akisha kuondoa kwenye mawazo habari ya kuwaza vya Mungu, anakupandikizia mawazo ya kuwaza vitu vingine automatically. Anajua kabisa kwenye hatua ya kwanza ambayo ni muhimu sana, amesha kuhamisha katika vya Mungu ndani ya kuwa kinachotangulia mtu kutoka katika vya Mungu ni mawazo kuondolewa katika kufikiri vya Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo tunalinda mawazo kwa sababu ya kulinda vya Mungu vilivyoko ndani yetu, na ndio maana ukitaka kulinda vya Mungu ndani yako, hakikisha unapinga mawazo yanayokuja kinyume na kuwaza vya Mungu vilivyoko ndani yako. Lakini jambo lingine, ulimwengu wa roho huanza kutenda kazi kwa njia ya mawazo. Kile ambacho unachowaza ndicho ambacho mara nyingi sana kinakuwa na power ya kufanya kazi kwako ulimwengu wa roho. Kwa adui anaelewa kwamba mtu yoyote akiwaza vya Mungu sana ndani yake, kwenye ufahamu wake, kwenye akili yake, huyu mtu automatically ulimwengu wa roho utafanya kazi kutokea kwenye vya Mungu anavyowaza kwenye ufahamu wake. Lakini pia anaelewa adui kwamba mtu yeyote ambaye anawaza nje ya vya Mungu, ulimwengu wa roho utafanya kazi kutokea kwenye vile ambavyo anavyowaza. Kama ni uzinzi, kama ni uchafu fulani, kama ni mawazo fulani ambayo hayastahili, naye nikwambie ulimwengu wa roho utaanza kuoperate kutokea kwenye mawazo hayo. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya kazi kutokea kwenye yale ambayo tunayowaza. Kwa hiyo ukitaka kulinda vya Mungu, jambo la kwanza, tunza mawazo yako. Mungu akusaidie sana kwenye hilo, na Mungu anisaidie sana kwenye hilo.